kwa tabia ya mwanadamu ambayo tunamjua mwanadamu ambaye amezaliwa na asili ya dhambi, bila neno la Mungu, huyu mwanadamu asingelikuwa mtu, angefanana na mnyama. Kitu ambacho kinamfanya mwanadamu awe mtu ambaye anaonekana na kuwa na sapoti na heshima ni neno la nani? Ni neno la Mungu. Lakini watu wengi katika kumpokea Yesu na kumjua huyu Mungu, watu wengi hawajui thamani iliyoko katika nyumba zao. Watu wengi wanajua tu katika nyumba lazima wakoe na TV, wakoe na redio, wakoe na kabati, wakoe na vitanda na vitu vya samani na nyumba za ghorofa ye vitu vyenye bei, na wakule vizuri na wapate maji mazuri. Yale yote ni mzuri, lakini haitoshi. Amen. Bwana asifiwe. Nyumba ni kitu kikubwa sana. Nyumba ni malango katika ulimwengu wa Roho Mtakatifu, kwa sababu Mungu akitaka kusema na wewe haseme tu na wewe, lakini anakuja kwenye lango la eneo ambao unaishi ndani, na ile eneo ambao unaishi ndani na ndio tunaita nini? Nyumba. Biblia inatuambia nini? Ama maandiko matakatifu. Kwanza, wangapi wako na maandiko matakatifu Biblia? Kwa sababu tabia ya Mkristo anapaswa kuwa na Biblia. Mkristo bila shangala, Bwana sifiwe, utuko na telefoni iPhone, utuko na viatu ya mzuri, lakini unakosa Biblia. Bwana sifiwe. Kama ni brother yetu tunafanya, kama Mungu angetufuka mwenyewe kwa jehanamu akwambie mateso yeye unayo, ungekunua Biblia. Hebu mtoto hata kitanda ya kulalia, lakini kukuwe na neno la nani? Na Mungu. Bwana asifiwe. Nyumba, mimi nasema kama vile nyumba ni lango na ulimwengu wa roho, kwa sababu maandiko yanatuambia Mungu alipokuja kuzungumza na Sulemani, Biblia inatuambia Sulemani alikuwa katika nyumba yake, na Biblia inatuambia ilikuwa katika usiku, na Biblia inatuambia Sulemani alikuwa analala kwenye kitanda chake na tayari alikuwa ameshakuwa mfalme. Biblia inasema nini? Bwana akamjia Sulemani ndani ya ndoto, na Bwana akasema na Sulemani. Bwana asifiwe. Mungu akusema na Sulemani ndani ya hekalu, kwa sababu hii kitu ndio inakuwa inasumbua watu. Tabia ya Mungu ili ingine tabia ya Mungu. Mungu tabia yake sana asemake na Mungu ndani ya hekalu. Bwana asifiwe. Tabia ya Mungu sana anasemaka na mtu ndani ya nyumba yake. Wakati nyumba yako itakuwa safi, Mungu atasema na wewe ndani ya nyumba yako. Na wakati nyumba yako haitakuwa safi, utazuia Roho Mtakatifu kusema na wewe ndani ya nyumba yako. Bwana asifiwe. Tutasoma neno la Mungu. Biblia tutasoma ndani ya kitabu la Mwanzo 15 mstari wake wa kwanza mpaka wa 10. Tutasoma kwa jina la Yesu. Baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamjia Abrahamu katika Josi likinena, usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako na zawabu yako kubwa sana. Abrahamu akasema, Bwana Mungu, utanipa nini? Nami naenda zangu hadi sina mtoto. Atakayemiliki nyumba yangu ni huyu Eliezeri Mdamasiki. Abrahamu akasema, tazama, ukunipa uzao, na mtu aliyezaliwa nyumbani kwangu ndiye mrithi wangu. Nalo neno la Bwana likamjia likinena,
huyu hatakuwa mrithi, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakayekuwa mrithi. Akamleta nje, akasema, tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo uzao wako. Akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyekuleta kutoka Uru wa Wakaldayo nikupe nchi hii ili urithi. Akasema, Bwana Mungu, akasema, nipataje kujua ya kwamba nitarithi? Akamwambia, unipatie ndama wa miaka 3 na mbuzi mke wa miaka 3 na kondoo na wa miaka 3 na hua na mwana njiwa. Amen. Hapa tunasikia ni neno la Mungu. Hapa Mungu anamtokea Abrahamu ndani ya nyumba yake. Kama jinsi nilisema, ni tabia ya Mungu kuonekana ndani ya nyumba ya watu wake. Na wakati Biblia inatuambia Mungu alitokea Abrahamu, Biblia inatuambia alimtokea kwa njia ya ndoto. Bwana asifiwe. Mungu akutokea tu Abrahamu wazi kwa wazi, alimtokea kwa njia ya ndoto. Mungu alimtokea Sulemani, naye ilikuwa kwa njia ya ndoto. Sasa Biblia inasema nini? Huku kwenye njia ya ndoto Mungu akasema na Abrahamu, akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nyumba ya baba yako, na nimekuchagua wewe kuwa taifa kwangu. Bwana asifiwe. Biblia inatuambia baba yake na Ibrahimu alikuwa hamjui Mungu, na Biblia inatuambia yule mzee alikuwa mzee wa nini? Wa kulaguzi. Lakini ndani ya ile nyumba Mungu akajipatia mtu ndani, na Mungu alipojipatia mtu, na Mungu akapenda atumike pamoja na yule mtu ambaye alijipatia ndani ya nyumba ya baba yake. Bwana asifiwe. Na huyo mtu ndio ni Ibrahimu. Sasa Mungu akampatia Abrahamu promesa za mingi, na Biblia inatuambia kama Abrahamu alikuwa tasa, mke wake alikuwa tasa, mke wake alikuwa hazai, na Ibrahimu pale nyumbani kwake kuna mtu alikuwa anaishi naye, basi akatosheka na kuishi na ule kijana ambaye alikuwa nyumbani kwake. Kwa sababu Biblia inatuambia Bwana alipomwambia ahadi juu ya kumpatia uzao, kusema, Mungu utanipa nini? Hata unipatie hivi vitu na sina mtoto, itakuwa kwangu faida gani? Lakini Mungu akamwambia, nitakupatia nani? Mtoto. Bwana asifiwe. Biblia inatuambia Mungu akamtoa Abrahamu nje. Kwanza Mungu alisema naye kwa njia ya ndoto. Biblia inatuambia Abrahamu alikuwa analala nyumbani kwake, Mungu akamchomokea kwa njia ya ndoto, Mungu akasema naye. Bwana asifiwe. Sasa Mungu anamtoa Ibrahimu nje, ilikuwa ni njia ya ndoto. Bwana asifiwe. Abrahamu kustuka na lamuka na akatoka nje. Ile vitu vilifanyika ni kwa njia ya ndoto. Katika ndoto Mungu akamtoa nje na akamwonyesha mbingu
na nyota zilioko kwenye mbingu. Mungu akamwambia, ndivyo itakavyokuwa uzao wako. Bwana asifiwe. Na ndio maana Biblia inatuambia ni Mungu. Nyumba ya Ibrahimu iliitwa Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Juu ya nini? Juu Ibrahimu alikutana na Mungu ndani ya nyumba yake, na wakati Ibrahimu alipokutana na Mungu ndani ya nyumba yake, ikabidi Ibrahimu ajue kuheshimu hiyo nyumba anaishi ndani, kwa sababu ni ile nyumba ndio Mungu alikuwa anamkuta ndani. Sasa Biblia inatuambia alikuwa analala kitanda. Bwana asifiwe. Watu mingi ya Mungu vitanda yao haikuwa safi. Bwana asifiwe. Watu mingi ya Mungu vitanda yao, vitanda na matela na dra na bulangeti, watu mingi haikuwa safi. Bwana asifiwe. Mungu ni msafi na Mungu anapenda usafi. Mungu hawezi kuja nyumbani kwako kwa sababu tu yeye ni Mungu, alafu unakuta ndani ya nyumba yako huko maarufu yenyewe haifai. Bwana asifiwe. Mungu hawezi kuja nyumbani kwako, ile harufu itamkimbiza Mungu. Nyumba ya mtu wa Mungu inapaswa kuwa safi, na mtu wa Mungu anapaswa kuwa safi. Kuna maisha ambayo mtu wa Mungu anapaswa ishi tofauti na mtu asiyemjua nani Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mtu wa Mungu, si Biblia inatuambia kama Roho Mtakatifu hapendaki harufu ya pombe. Roho Mtakatifu tabia yake, Roho Mtakatifu naye ana tabia. Unaweza kuwa unamwamini Yesu, lakini bado wewe ni mlevi. Roho Mtakatifu apendake harufu ya nini? Ya pombe. Wakati unakunywa pombe, unazuia Roho Mtakatifu kupata nafasi ndani ya nyumba yako. Bwana asifiwe. Nyumba inapaswa kuwa safi. Kwanza, nyumba ni ya nani? Kibibilia nyumba ni ya nani? Mwenye nyumba kibibilia ni mwanamke. Nyumba sio ya mwanaume. Nyumba ni ya mwanamke. Ndio mwenye nyumba. Biblia inatuambia apataye mke apata kitu chema. Bali mke mwema hutoka kwa nani? Kwa Bwana. Na Biblia inatuambia apataye mke apata kibali. Apata kibali kwa nani? Kwa Bwana. Sasa mwanamke, wewe ambao ni njia ya Mungu mwanamume wako kupata kibali. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunapata kibali tu tuko na wanawake. Mungu anasikia maombi ya mwanamke sana. Mwanamke ni mtu wa kuheshimia sana, kwa sababu ni njia ya Mungu kupitia ili mume wake kupata nini? Kibali. Sasa huyu mwanamke hatapata tu kibali kwa Mungu sababu ni mwanamke. Kuna utaratibu ambao inapaswa kuwa hapo ili huyu mwanamke apate nini? Kibali. Bwana asifiwe. Unajua kibibilia mtoto sio wa mwanaume. Kibibilia mtoto ni wa mwanamke. Bwana asifiwe. Kibibilia unasoma Biblia. Kibibilia mtoto ni wa nani? Mimi nauliza, kibibilia mtoto ni wa nani? Kibibilia mtoto ni wa mwanamke. Bwana asifiwe. Sasa huyu mwanamke, kwa sababu mwanamke ndio mwenye nyumba. Kama mwanamke ndio mwenye nyumba, maana yake huyu mwanamke anapaswa kujua kutengeneza nyumba yake. Bwana asifiwe. Mungu asifiwe ndani ya nyumba yako.
yako, anakuta sahani hapa, chungu hapa, kopo hapa, haukutandika kitanda. Haukuosha chungu ya ugali, haukuosha chungu ya mboga. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wakati nyumba yako uwepo wa Mungu ama utukufu wa Mungu ama Mungu mwenyewe hatakuwa ndani ya nini? Ya nyumba yako. Bwana asifiwe. Huyu mwanamke anapaswa kuwa msafi. Msafi wa mavazi ya ndani na msafi wa mavazi ya nje. Huyu mwanamke harufu yake anapaswa kuwa ni neno la ndani na Mungu, kwa sababu yeye ndio mwenye nyumba. Na kama Mungu anakuja, Mungu akisikia harufu ya neno ndani ya nyumba yako, Mungu anakuja ndani ya nyumba yako. Lakini Mungu akisikia harufu ya wote ndani ya nyumba yako, Mungu anakuja ndani ya nyumba yako. Unayajua nini Mungu akitembelea? Mungu akitembelea vitu na tabia mbaya. Bwana asifiwe. Amen. Kanana na mke wako. Hivi unataka fundisho ni mtoto. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sio unafundisha? Ndio. Wewe bibi na bwana mnatukanana. Kisha unataka ule mtoto umfundishe nini? Unajua kitu mmoja sitakaki. Na Mungu atakake utani. Bwana asifiwe. Ulishapigana na bibi yako kule. Unakuwa kukanisa kwa jina la Yesu. Shusha. Unasema kwa lugha kama pepo. Bwana asifiwe. Lugha kama pepo. Bwana asifiwe. Amen. Nguvu ya Mungu ama mtu wa Mungu ambaye anajua kutengeneza nyumba yake. Nyumba ya mtu wa Mungu inapaswa kuwa nyumba tofauti na watu wasiomjua nani Mungu. Wakati wageni wanakuja ndani ya nyumba yako, lazima ndani ya nyumba yako wale wageni wasikie ndani ya nyumba yako tofauti na nyumba zao, kwa sababu wao hawamjui Mungu. Wewe unamjua Mungu. Yaani nyumba yako lazima kuwe uwepo wa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Biblia inatuambia mke wa Manoa, Biblia inatuambia alikuwa na kura ngano, na Biblia inasema malaika wa Bwana akakutana naye kule shambani, na malaika wa Bwana akaonekana kwake, akasema naye, mwanamke, kwa sababu yule mwanamke alikuwa tasa, akasema naye, mwanamke, utachukua mimi, utakuwa na ujauzito na utazaa mwana, na kila ambacho kitakaa kwenye tumbo lako ni kitu kitakatifu, itakaa ndani ya tumbo yako. Mungu ataweka ndani ya tumbo yako kitu kitakatifu. Sikiliza sasa shehe, habari ya mbinguni. Malaika anamwambia usinywe kileo wala usikule vitu visiofaa, kwa sababu kuna kitu kitakaa ndani ya tumbo yako, na ule mtoto atakayekuwa ndani ya tumbo yako, Roho Mungu atakaa juu yake, na utaratibu wa Roho Mtakatifu, uchafu usikaribia. Bwana asifiwe. Amen. Na Biblia inatuambia wakati ule mwanamke, malaika kaondoka, akaenda kwa mume wake alikuwa anaitwa Manoa, na akaambia mume wake habari ya yule malaika. Na mume wake, Biblia inatuambia aliposikia habari ya yule malaika, mume wake, Bwana asifiwe, akaomba Mungu, akasema tumwambie Mungu arudishe yule malaika atufundishe jinsi tutachunga yule mtoto atakayezaliwa, kwa sababu kuna masharti ambayo yametoka wapi? Mbinguni. Kama malaika alisema asinywe kileo, malaika walikuwa wanakunywa kileo, si ndio? Kwa sababu malaika alimkataza, malaika walikuwa wanakunywa. Unajua shida nini?
Bakristo mingi hawajijui. Bakristo mingi hawajijui, na sababu ya kutokujijua ndio unakuta Bakristo mingi bakienda kwa mafeti bali baevute. Unaona Mkristo Bwana sifiwe, Mkristo anafanya nguo ya kuishia huko. Bwana sifiwe. Mkristo anafanya shipe inambana mpaka nguo ya ndani na jichapa. Mkristo unakuta Mkristo ana Bwana sifiwe, mwanamke anapaswa jipanga kwa sababu ni mwanamke, lakini kwa kiasi. Biblia inasema tusifanane na watu wasiojua nani. Tusifanane na watu wasiojua nani. Kuna vitu ambavyo sisi wa Kristo haturuhusiwe kuingia pale. Bwana sifiwe. Kwa sababu sisi ni wanani? Wa Kristo. Sisi ni wa Kristo. Sisi tunamwakilisha Yesu katikati ya watu wasiomjua. Biblia inatuambia matendo yetu ikuwe barua. Yaani matendo yetu ikuwe habari njema kwa watu wasiomjua nani? Mungu. Biblia inatuambia matendo yetu ya nyumbani kwetu yakuwe matendo ya kuvutia watu wasiomjua nani? Mungu. Senye mtu amjue Mungu anaingia ndani ya nyumba yako, kama yaokoka kuona tu ile nyumba yako kisi iko naye anaokoka mara moja. Bwana sifiwe. Fundisha kisi ya kufanya nini? Ya kutunza yule mtoto atakayezaliwa. Bwana sifiwe. Na Manoa akamuuliza yule malaika chini, akamwambia nilikuita ukuye, lakini unakuja tena, lakini sijui jina lako. Na malaika wa Bwana alimwambia, sitakwambia jina langu kwa sababu jina langu ni la ajabu. Bwana sifiwe. Akampa maelekezo ya ndani ya nyumba, kisi mtoto atakayezaliwa ataishi ndani ya ile nyumba. Hivi nyumba yetu tunapatia kama watoto wetu maelekezo ndani ya neno la Mungu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Kuko bazazi huko wenye nyumba yao abaombaki sana, maliza soka ugali njoo anaweka ugali pale kuweza njoo anaomba yana kuombea ugali tu. Kama unajua ombea ugali tu na ukikuya hapa kukanisa maombi yako yatakuwa ni ugali tu, si ndio? Mbegu yako hauna mbegu nyingine. Bwana sifiwe. Hauna mbegu nyingine. Mbegu yako hata kanisa, kama mimi naikala pembeni yako na kusikiliza, utaona uko naomba Mungu leta ugali, Mungu leta sibere, Mungu leta viazi vya kupya, Mungu leta perike, Mungu leta. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Nilisema muombaji bana muiweka kunyumba yake. Hapana. Mtu mwenye anaombaki bana muiweka kunyumba yake. Hapana. Bwana sifiwe. Na ndio maana nasikia Wakristo ndio wanakuwa na mdomo. Wanasema ile kanisa haina upako, wewe ndio uko upako. Upako hayakuoga ya watu tatu. Upako unapoka ya Mungu. Upako unapoka ya mtu. Usipotafuta upako wewe mwenyewe, ya kwamba itakuwa yako. Bwana sifiwe. Inakubidi tu kutafuta relation yako na Mungu ndani ya nyumba yako. Nguvu ya kutumikia Mungu itatoka ndani ya nyumba yako. Wakati utatangaza amani ya Yesu ndani ya nyumba yako, Mungu atakujaza na nguvu ndani ya nyumba yako. Utakapofika hapa, mimi nina nguvu, nao na nguvu, na mwingine na nguvu, na mwingine na nguvu, utukufu wa Mungu utafanya
lakini kwanza matendo yako, matendo yako. Juu serikali ya mbinguni, utaratibu wake hausikiake kila maombi. Serikali ya mbinguni, utaratibu wake hausikiake maombi ya watu ambao ni wachafu. Bwana asifiwe. Ndio maana mtu wa Mungu, alama ya kwanza kujua kama uko na Mungu sio tu na kuweka omba hapa. Bwana asifiwe. Hapana. Alama ya kwanza ya kujua kama uko na Mungu, alama ya kwanza iko ndani ya nyumba yako. Ndio maana wewe mtu wa Mungu, kila siku ambayo inaitwa leo ama kesho, ndani ya nyumba yako unapaswa fungua maombi. Ndani ya nyumba yako unapaswa kwa kufungulia watoto yako neno la nani? Neno la Mungu. Bwana asifiwe. Sio wewe mtu wa Mungu toka zako kupigana na majirani. Unasikia tena mtu wa Mungu alipigana na jirani yake. Unasikia kiana ni mtu wa Mungu alipigana na jirani yake. Bwana asifiwe. Hapana. Sisi watu wa nani? Sisi watu wa nani? Mtu wa Mungu. Bwana asifiwe. Unakuta mtu wa Mungu unasema mimi hii ndio tabia ya kwetu. Mtu wa Mungu. Nani alikwambia kama mtu wa Mungu angali na tabia ya kwao? Bwana asifiwe. Nani alikwambia hivyo? Kama ungali na tabia ya kwenu, maana yako uko pepo katikati ya mapepo. Si ndio? Si ndio? Si ndio? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Unaona? Biblia inatuambia Mungu, Isaya na Hezekia walikuwa marafiki. Wale watu mbili ya Mungu walikuwa marafiki sana. Juku wakati yenyewe Hezekia alikuwa anakutana na vita na ule mfalme wa Ashuru alikuwa anampiga vita. Hezekia ndio mtu wa kwanza kumwandikia Mungu barua. Ndio. Bwana asifiwe. Hezekia alikuwa na vita ya ajabu. Ndio mtumishi wa Mungu kwanza kukamata karatasi ya wingu na vitu kuandikia Mungu nini? Barua. Juu ya mfalme wa nani? Wa Ashuru. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu alikuwa na rafiki yake jina yake Isaya, ndio Biblia inatuambia nabii nani? Nabii Isaya. Lakini katika yote Hezekia alikuwa anamtumikia Mungu, lakini Mungu alikuwa anaona nyumba ya Hezekia kama ni nyumba ambayo Hezekia hajakaa vizuri ndani ya nyumba yake. Kweli alikuwa anamtumikia Mungu, kweli alikuwa mtumishi wa Mungu mzuri, lakini Mungu alikuwa anaangalia nyumba ya nani? Ya Hezekia. Na siku moja Mungu akatokea Isaya akamwambia, nenda kumwambia Hezekia, Bwana Mungu wa Israeli anasema. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu alikuwa anampiga ugonjwa wa nini? Wa jipu. Na Mungu akamtumia akamwambia, nenda kamwambie Bwana Mungu wa Israeli anasema atengeneze mambo ya nyumba yake. Bwana asifiwe. Maligana anitumikia, maligana atangaza jina yangu, lakini nyumba yake Hezekia yatengeneza nyumba yake mzuri. Mnyumba huko nani na nani? Mnyumba huko baba, mama na watoto. Bwana asifiwe. Ese nyumba yetu ni mzuri. Ama kunataka nyumba kufatana, unajua nyumba Mungu kwake mwenyewe kufanya. Nilisema siku ya kwanza Mungu yuko ndani yetu. Bwana asifiwe. Mungu yuko wapi? Ndani yetu. Unakuta mwanamke anakuwa mkali kushinda mwanaume. Tabia gani ya Mungu? Bwana asifiwe. Paka mume wako anasema na kanisa
ndio nitaka. Watu wa Mungu. Na unakuta mwanamke alishagombana na mke wake na mume wake sana, enda kuomba maombi ya kulala. Bwana asifiwe. Mume wake anakosa usingizi. Pepo zote anazikemea na zenyewe kwake. Unakemea pepo aenda wewe kwa pepo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa la Mungu. Nyumba ya mtu wa Mungu inapaswa kuwa safi. Hatuwezi kuwa na kula kujitapia hapa kukanisa hapa. Hatuwezi kuwa watakatifu wa hapa. Lakini tunapaswa kuwa watakatifu ndani ya nyumba yetu. Unapaswa kuwa na kaunga kadogo ndani ya nyumba yako. Kama Elia anakuwa ndani ya nyumba yako, utampa nini? Bwana asifiwe. Lakini unakuta mtu wa Mungu ni mchoyo hapanaki. Bwana asifiwe. Mtu wa Mungu ni mchoyo wa ajabu. Bwana asifiwe. Kisha unaombaka Mungu wa aina gani? Unaombaka Mungu gani? Bwana asifiwe. Jirani anakaa kwambia sema leo nimegusia tu pale, ndio nitagusia Mungu. Jirani anakaa kwambia mama nani tunataka na njala tusaidie na bungu. Unasema hatuna bungu. Eske hauna bungu? Ile 25 kilo au 10 kilo enyeko pale. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Nimegusa kufunga. Ndio maana mseme amen. Bwana asifiwe. Unasikia mtu wa Mungu? Sikia sasa mtu wa Mungu. Mtoto anamwambia mama ushinde. Baba ushinde anasema tupatie bungu. Wewe ndio tunakungawika ya kukula siku mbili. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu wanakuwa machoyo. Sasa unakuwa mchoyo, Mungu hawezi kuja ndani ya nyumba yako. Bwana asifiwe. Nyumba ya mtu wa Mungu ni lango la watu wasiomjua Mungu kuponea ndani. Lakini nyumba ya mtu wa Mungu isipokuwa lango la watu wa Mungu kuponea ndani, inakuwa shida. Bwana asifiwe. Na ndio maana unakuta watu wa Mungu hawakufi. Chanzo ni nini? Bwana asifiwe. Chanzo ni nini? Chanzo ni nyumbani. Kama mtumishi wa Mungu anasema tukikufe yetu ng'ombe, unakuta watu wa Mungu hawakui. Chanzo ni nini? Chanzo ni nyumbani. Bwana asifiwe. Kwa sababu kama kwako kunyumba kutakuwa dhaifu, na kukuja kukanisa kwako kutakuwa tu dhaifu. Bwana asifiwe. Kama kwako kuna waka na nguvu ya Mungu, hakuna mtu atakwambia ukuje kukanisa. Ule roho Mungu bali kaa ndani ya nyumba yako. Ule roho upatanishi ambao kaa ndani ya nyumba yako atakushurutisha ukuje wapi? Kukanisa. Kama unafanyaka kazi na unasema kazi ndio inanizuia siende kuomba Mungu, ni kwa sababu ndani ya nyumba yako haumjue nani Mungu. Kazi haiwezi kukuzuia kuomba Mungu. Kazi. Bwana asifiwe. Kuko watu wanachaka makazi muda wa ibada. Kama ni ibada ya saa 10, saa 9, mtu anaacha kazi yake anakuja kuomba nani? Mungu. Anakuja kusikiliza neno la nani? Neno la Mungu. Bwana asifiwe. Ukwenda angalia watu wengine wakiaje? Programu ya Juma, alama ya kwanza ni kujua kama huyu na Biblia haisomake wapi. Juu Biblia inatuambia tusikose kufanya nini? Tusikose kukusanyika na wengine. Unaona watu wa Mungu. Unaweza kuwa na makarama. Unaweza kuwa mhubiri. Unaweza kuwa mwimbaji. Unaweza kuwa unatabiraka. Unaweza kuwa yote.
asifiwe. Kuna kukosea nini? Kitu. Unaona dhambi ni kitu mbaya. Biblia inatuambia dhambi ilipoingia ndani ya nyumba ya Adamu. Si Biblia inatuambia Mungu alikuwa anamtembelea Adamu. Na Mungu alikuwa anamtembelea Adamu kwake nyumbani. Mungu alikuwa anakuwa anapiga hodi. Adamu anajua huyu ni Mungu, anasema karibu Mungu. Mungu anasema nimekula. Ndipo aenda Adamu. Sasa Mungu ni sawa. Na wanaona unaitengeneza kwa vizuri bustani unaitengeneza mzuri. Lakini Biblia inatuambia siku mtoto mmoja wa Adamu alinyosha mkono wake juu ya kuua ndugu yake. Dhambi ya kumwaga damu ikaingia ndani ya nyumba ya Adamu. Biblia inasema na Mungu akaondoka ndani ya nyumba ya Adamu. Bwana asifiwe. Si unaona kama dhambi sio kitu mzuri? Unaona huko watu wenyewe kuna tabia ya karibu mpaka leo. Bwana asifiwe. Huko watu wenyewe hawaelewi wanake na wenzao. Wewe mtu wa Mungu, unapaswa jitahidi. Bwana asifiwe. Unapaswa jitahidi kukua mzuri na jirani yako. Unapaswa jitahidi kukua mzuri na nyumba yako. Unapaswa jitahidi kukua mzuri na wale wote wanaokuzunguka. Unaona mtu wa Mungu, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unaona mtu wa Mungu ni mtu mwenye kwake na ubaguzi wa ukabila. Bwana asifiwe. Unaona kama unatembea na mko watatu ama baadhi mnatembea, mwenzako akikusikia kama wewe unabagua kama kabila ingine, Bwana asifiwe, deja banakuona kama wewe ni mtu wa chini, hauko civilize. Bwana asifiwe. Mtu wa Mungu wote na kabila. Hakuna mtu wa Mungu mwenyewe anakuwa na kabila. Wakati unaokoka na mpokea Yesu, unaingia katika mfumo wa kabila na Kristo. Biblia inatuambia katikati yetu hakuna Myuda wala Myunani. Si watu wa Mungu tu kwa kusema kabila fulani na kabila fulani. Si watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Kama unabaguana kabila gani itaingia mbinguni? Kabila gani itaingia mbinguni? Niambie, unasomaka kabila yako ndio mzuri. Unaweza fika na mbinguni na kabila yako hiyo. Bwana asifiwe. Mbinguni hakuna utani. Unaweza fanya safari zote zile unafanya. Safari ya nguvu kuliko zote ni kuingia katika ufalme wa Mungu. Mwanadamu aliyeumbwa na Mungu, unabagua mtoto wa Mungu. Ni sawa vile mimi niko na watoto wangu, wewe ukabagua mtoto wangu, mimi baba yake nakuona, sitakuona mbele yangu nakuwa adui. Bwana asifiwe. Sasa wakati wewe unabagua mwenzako mwanadamu, Mungu atakuona. Bwana asifiwe. Unaona kuko matabia fulani unaingiaka, unaiona ambacho Mungu anasema wewe ni mtu wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia inatuambia twende katika roho. Maana tukienda katika mwili hatutaweza kumpendeza nani? Mungu. Lakini Biblia inasema twende katika roho. Usiwe na tabia ya kuuliza Mungu wewe ni kabila gani? Batakuona mshenzi. Bwana asifiwe. Batakuona mshenzi. Sisi tunatembea, Mungu ametutembeza eneo mingi, tunakuta watoto wengi wa Mungu. Hatuwaulizake makabila. Nikikuta tu mfano nimetupatia ndugu yangu, nikikuta tu Mkristo mimi nasema nimeshajipatia mkubwa yangu ama mdogo yangu ama dada yangu. Bwana
tuingie katika ufalme. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sio mzuri kuuliza kabila yangu, sio mzuri nikuulize kabila yako. Wewe fanya kazi ya Mungu, tumikia Mungu, tengeneza nyumba yako, osha nyumba yako, tengeneza watoto wako, fundisha watoto wako neno la ufalme. Biblia inatuambia Mungu alikuwa Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Maana sasa Isaka anapita, alikuwa anajua Mungu ni wewe. Isaka sasa alikuwa anapita, anajua Mungu. Na sana ingia Misri, sana ingia Misri, Isaka anasema hawa wote wana Mungu, Mungu ni wewe, ni wa nyumba ya Ibrahimu. Sasa Yakobo anazaliwa, Yakobo akajua kama Mungu ni wa kwao. Mungu sio wa Misri, Mungu ni wa kwao. Na hili ndio natakiwa na wao fundisha watoto wako, kwa sababu tabia ya Mungu, Mungu ni wa kizazi hadi kizazi. Wewe utakuwa utapita, watoto wako wanabaki, inakubidi ufanye nguvu. Bwana asifiwe. Inakubidi ufanye. Ukikufa, jina la Bwana lisisahaulike ndani ya nyumba yako. Inakubidi ndani ya nyumba yako kuwe mtu mwenye atashikilia ngao ya Mungu ndani ya nyumba yako. Jina la Bwana lisikatike ndani ya nyumba yako. Unaona watu wengi wanamtumikia Mungu, lakini watu wengi hawamjui Mungu. Biblia inatuambia kulikuwa mtu mmoja alikuwa ndani ya nyumba yake. Biblia inasema mtu anaitwa Kornelio, na malaika wa Bwana akamtokea ndani ya nyumba, akamwambia Kornelio, sadaka yako na maombi yako yanakubaliwa mbele ya Mungu. Bwana asifiwe. Wewe mzuri. Kornelio alikuwa mzuri sana kwa utoaji wa sadaka. Kornelio alikuwa mzuri sana kwa njia ya maombi. Biblia inatuambia alikuwa mtu wa Ita, nchi ya Ita. Bwana asifiwe. Na Mungu alipoona ile sadaka ya Kornelio na maombi ya Kornelio, Mungu akasema kule mbinguni, Kornelio anaishi kwa maombi na kwa njia ya sadaka, lakini Mungu akaona kama haitoshi. Bwana asifiwe. Mungu akaona kama haitoshi. Mungu akasema ngoja nitumie malaika. Malaika Kornelio akaona ndani ya nyumba yake, akaona malaika. Malaika akamwambia Kornelio. Kornelio, na unajua jina langu? Akasema wewe ni Kornelio, nimeshuka kutoka mbinguni. Sadaka yako na maombi yako imefika kwenye kiti ya enzi. Mungu ameiona kwenye kiti ya enzi. Lakini unasikia kisa nimwambia, lakini tafuta mtu ambaye ni mtaalamu kuliko hata mimi malaika. Tafuta mtu anaishi Yopa, kwa yule Simoni mtengenezaji wa ngozi, yuko pale. Na Petro, Biblia inatuambia Petro alikuwa hajui habari, lakini huku Mungu yuko anamshuhudia nani? Petro. Bwana asifiwe. Na Petro ajua zile dini habari. Sasa tuulize, kwa nini yule malaika asimwambie Kornelio maneno yote? Kwa nini malaika alimwambia yule, alimwambia Kornelio, tafuta mtu ambaye jina lake ni Petro, tuma watu kule waende kumuita, kuna vitu atakueleza ambao mimi sikubebeshi. Bwana asifiwe. Malaika abebeshwa kila mtu. Malaika, sisi watumishi ni wakubwa kuliko malaika. Kama kuna ujumbe wa malaika, kuna ujumbe wa watumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Malaika alipomwambia, Biblia inatuambia nini? Kornelio akafurahi kuona malaika, akaita wafanyakazi wake wote. Swahili inakuwa haraka, sadaka yangu na maombi yangu yakubaliwe. Mara kuna na mimi aliniambia ni malaika mmoja kushuka wapi? Mbinguni. Bwana, nani ufanye kazi? Njoo, mkeo baba. Wewe yo. Malaika anasema, "Nani ni jambo la ajabu. Ni sababu tunakutana mtoto
malaika wa Bwana anasema nikutume katini ama nikutume bineri kwa mapadri. Wende kamwambie asema malaika wa Bwana anasema akui kwa Bwana. Bwana asifiwe. Sina wote utanisikiliza kwa nini? Kwa furaha. Na sasa Kornelio akaita watu wake wa kazi, akamwambia njoo vile mjitahidi mwone Yopa. Mtauliza mtu mmoja, njoo Simoni, mtengenezaji wa nini? Wa ngozi. Malaika anatoka kwa mtu mwenye anaishi pale. Jina yake Petro. Malaika alimwambia Kornelio mpaka jina la Petro. Na Petro Biblia inatuambia alikuwa huku ndani ya nyumba, alikuwa kwenye ghorofa la 3. Na Roho wa Mungu akamjia Petro. Unasikia ngazi? Bwana asifiwe. Kuna vitu utapata kwa malaika. Kuna vitu utapata kwa watumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Kuna vitu utapata bila kuonana na watumishi, kuna vitu utapata. Na Biblia inatuambia Kornelio akaita jamaa yake yote, akaenda kwa mkubwa wake, akamwambia kuna jambo zuri, malaika ameniambia sadaka yangu na maombi yangu yanakubaliwa, na anasema kuko mjumbe mtakuja kwangu, mkuye kwangu. Biblia inatuambia kwamba Kornelio akajaa familia yake, wote walikuwa wanangoja ni nani huyu mwenye atakayetuambia habari kwa malaika kutuambia. Bwana asifiwe. Biblia inatuambia wale watu watatu walikuwa naenda, Roho wa Mungu alikuwa anamwambia Petro, Roho wa Mungu, na Roho wa Mungu kwako nyumbani, kuko Roho wa Mungu. Petro alikuwa kule kwa Simoni ndani ya nyumba, alikuwa na Roho wa Mungu. Roho wa Mungu akasema naye. Bwana asifiwe. Na wewe una Roho wa Mungu. Amen. Na Petro kama Roho wa Mungu alimwambia Simoni kila kitu. Kuna watu watatu wanakuwa kumtafuta. Na uwasikilize, Job alimwambia. Na utakapowasikiliza inuka, wende pamoja nao. Bwana asifiwe. Kuna kazi maalum. Na huku Kornelio naye anakusanya familia yake yote. Na njoo habari yanayoinuka Kornelio. Mwanangu ndio malaika kichwa chake kilikuwa kinakula. Mara mtoto papa, sasa alikuwa anasema na wewe alikuwa ndani. Na mtu akonose na niliona na ile baba alikuwa anafanya hivyo. Bwana asifiwe. Na sasa alikuwa hapa kwetu. Papa, pale tukibambaza, walikuwa mwangaza wa ajabu. Neema ya Mungu ikashuka kwa Kornelio. Sasa Biblia inasema akaja mtu shujaa kuliko malaika ambaye ndani yake anajaa na Roho wa Mungu. Akaingia ndani. Sasa alipoingia Kornelio akamuona, akasema nilituma watoto kuja Biblia. Na Petro akauliza, "Mnanitaka
kujazwa na nguvu. Na ndio lengo la Mungu kwangu na kwako. Mungu uangalie kutengeneza sasa nyumba yako. Nyumba yako kisi ulikuwa naishi na ugomvi na mume wako, ambia ugomvi toka. Kama wewe na wewe ulikuwa unapiga mke wako